Yeah, so the other day we were talking about this documentary yenye ilikuwa aired by BBC about how venye ladies wanakuwa lured into easy life, easy visa, easy air ticket. Unakuja huku, then ukishafika huku unafanywa shopping, you look astonishing, unafanywa makeup, you look wow gorgeous, then una introducewa kwa malaya, kitu ambao hukuwa ifanya kwa your life. Sasa una introducewa kulala na wanaume 10 at the same time. Yeah, then tukaongelea about how madem ambao unawaona ama social media influencers wetu wanakujanga huku ya wao wanapatianga pressure hapa online hapa venye they are living in a very good life, wanaenda ma 5-star hotel, they take pictures, but behind the camera zile mama hivyo wanakula pia. Wao wanashinda tu kimklapia ukisema I'll clap for others until it's my time. Until it's your time kufanya nini? Kukula mavi pia. Ai, nyinyi mkishinda mkisema mawao wao hapa kama ambulance, I told you guys, msiambie kila mtu wow I tap this blessing, I tap this blessing. Others are cursed, kwa sababu whatever saizi wao unaona hati ni kama mtu amebarikiwa, ni hati ni blessing, I tap this blessing. Imagine unatapia mtoi wako hiyo blessing ya kukula mavi. So some things, until you know the ways of this person, how they are making their life, how they are sponsoring their life. Kila wiki, kila mara amepanda ndege ameenda USA, mara sijui amebuy Range Rover mpya, mara sijui ako Burj Khalifa anakunywa coffee huko at the top. Don't always saying that I tap this blessing, I clap for others until it's my time. Takula mavi, my dear. So there is this lady hapa mwenye alikuja hapa anaitwa Spice. So the Spice akasema ukitumia hizo pesa za visa and air ticket weka biashara na ubaki Kenya. Spice, these people are very smart than you think. Hawajaisi ati hakuna mtu ambaye ashawahi kuwafanyia hivyo. Kuna watu washawahi mpaka kuchange nguo wakiwa airport, akiwa kitoka huku usijue kuna mtu mwana kupeleka airport. Sasa wale watu wao wa ground wa mtaa wanakuanga ni wa Kenya. Wakenya na wanakuanga wanasource au mademo wanapeleka Kilimani kwa wase, from hapo ndo mnatrainiwa, mnapatiwa good life nini na nini. Nataka kupeleka Dubai pia nikupatie kazi ya 500,000 kwa mwezi nini na nini. Unasikia hii unasema tu nimeomoka. Hii watu ambao walikuwa wananicheka watanipigia salute kwa heshima in the next 1 year. Unajiona tu hapo. So mtu wake wa ground umenaando bado anakupelekanga paka airport. Ukifika airport they take a picture of you venye umevaa na bagi yako na everything, wanakuingisha ndani. Ukishaingia ndani kwa check-in, bora umesha check-in, unajua huwezi toka nje. Huku kuna demo ambako anasema ati ulifika huko nikachange nguo sijui nikavaa nini na nini. These people wanakuanga very smart. They have always someone on the flight mwenye ambao ni mtu wao mwenye wao hujui. Huyu mtu atakuwa na watresa na waangalia each and every move unafanya kwa hiyo ndege. By the time mnatoka ati ile mnaenda tu polepole, jamaa atakuwa na watrace tu kwa airport polepole mpaka muexit. Wewe ukifikiria tu utaenda pale ndani ati uchange nguo haraka utoke nje ati juu ulipanda kule ukiwa na hoodie huko umekuja umeshuka ukiwa na crop top. These people are way smarter than that. They are way smarter. The moment watu wameshajua kwanza wewe ni mkora au ni wakora times 2. Then the thing is, these people, they will not never ever send you this money for visa and air ticket. Hawatawahi kukutumia. Kitu watakutumia tu ni pocket money hiyo yako ya 10k 20k wakulu uone nyewe kweli unaenda kwa mafuta. Kama mtu anaweza kunitumia 20k hata na anijui, huyu nimepata bwana hapa, hii ndio mwaka yangu hii ya kupigiwa saluti. So this kind of people, they are always very smart. Usifikiria tu utakula pesa au watoke. Hao watu wanaweza kuhanda hata kuue. Wanajua hizi njaro zote, they know all of this, you know. So you are not the first one to think hivi. Watu washafikiria hivyo na bado tu wamejipata wako shaja kule. Mnafika hapo mnachukuliwa, unajipata mko madem karibu wa 10 different nationality, mnachukuliwa mnakuwa bundled kwa 1 car straight to Ras Al Khaimah, straight to Al Ain, straight to Ajman, straight to hizo city za Mbari, Al Quwain. Huko sasa unafika pahali uko katikati ya pahali wewe ujui. Ukiangalia left ni desert, ukiangalia right ni villa ya local, kule ni desert pia. Ukiangalia ujui hata ulitoka wapi umefika wapi. Hata hiyo ndege uliona ulishuka na hata uone zikipita hata juu sasa. Sasa hiyo ndio inakuanga stress. Ujui na they confiscate your phone. You cannot communicate. Hata ukijaribu communicate with someone unamwambia uko wapi, haujui. Then mtu ukimpin mtu kuna dem fulani, there's a time alinipin location. Kunipin location, them ako like 6 hours away drive. Mbali huko kwa border sijui ya UAE sijui na wapi, sijui ni country Yemen ama ni wapi. Huko mbali sana. Alikuwa mbali, designer anamwambia my dear, hapa naye labda polisi na kujie. Wewe huwezi jitoa huko, you don't know the kind of people when you unaenda kumeet huko. They can decide to kill you as well. Na kuzika kwa desert. How many cases ngapi tumesikia hapa ya watu wameuliwa wamezikwa kwa desert, hata huku hata Qatar, hata Saudi.
These people they can easily, nani atakutrace? Gari yako itapatikana huko, imekuwa abandoned, ama utaichoma. Nini yako itapatikana hapo ndani, ati fingerprints or anything hakuna. Watatoa number plate pia watupe. Hii gari itatafutwa, chassis number ipatikane yako, but wewe uko wapi? Wewe una rot already kwa mchango kwa desert. So ladies and gentlemen, please share this video to our mademo ambao sikiangi tunashindanga tunaimbia hapa. The moment wakishafika huku sasa, hii shida mwapara ndio sasa wanaanza kufikiria zile advice ulikuwa unaambia. Share this video, save it for your future sister or brother, kwa sababu hata madem hata machali siku hizi wanakuwa ludu huko, wanakuja huko wanafanya ushoga iko kuna ni wengine pia style nyingine ya kuwa maludu mademu, hata unakuja kwa surrogate huko, hata unaambia tutakulipa 2 million, unakuja huko na bebea mtu mimba, alafu kisha tutakulipa 2 million, wewe endelea life yako, but mtoto tabaki ni wao. My dear, hizi games ziko na very very high risk. Mademu wamekuja wameletonga UAE karibu mademu 15, after wakishaambiwa hivyo wakapatiwa deposit ya ngiri 200k only, kupatiwa 200k wakatolewa tena huko wakapelekwa sijui ni country gani huko Europe. Huko ndo wameenda kwa masurrogate. Kule haujui mtu, haujui anything, watu wako hawezi kutrace uko wapi, simu zenu zilichukuliwa, mkapatiwa line mpya na namba za home, namba za huko. So kama ulikuwa hujui namba yote offline, pia you cannot communicate kwa sababu hizo simu ni za wewe na hao communicate. No, tu wewe na familia yako, you and your friends. This is how these guys operate. Now they are very smart. Wanakupatianga pia mabana phones. Hata uwezi ingia nazo internet, hata utatumia mtu WhatsApp at location or nini, or utaingia TikTok. Guys, be very careful. Siku hizi hii nchi, si nchi, nasema hii dunia ni mbaya. Ukisikia mtu anakupatia kitu ya free, every free stuff have a price to pay. Zingine unalipia na damu, zingine unalipia na maisha yako. So it's not all about money. Ukisema ati get rich or die trying, zingine utakufa before hata you get rich. Utakufa vibaya sana ndugu yangu, dada yangu, na kuhurumia wewe usiposikia haya